Kwa majina naitwa Dr. Peter Yohana, napatikana katika kituo cha afya cha Laboi kinachopatikana Olio. Sawa Dr. Peter, leo kwenye mahojiano yetu tunaenda kuzungumzia juu ya ugonjwa wa pepo punda. Kwa hivyo ninakukaribisha daktari, na kabla tujaendelea kabisa daktari, na kabla ya mtazamaji, ningependa uanze kwa kutoa ufafanuzi juu ya ugonjwa wa pepo punda. Je, tunapozungumzia pepo punda ni nini hasa na ikoje daktari? Karibu. Ugonjwa wa pepo punda kwa kitaalamu unaitwa tetanus. Ambao ugonjwa wa pepo punda ni ugonjwa ambao ni hatari sana, lakini ni ugonjwa ambao unaweza kukingika. Lakini huu ugonjwa huwa unaathiri sana mfumo wa fahamu. Hivyo hupelekea maumivu makali ya misuli, lakini pia na ukakamavu wa misuli. Sana sana misuli ambayo inapatikana kwenye shavu. Na ndio maana ugonjwa wanaoitaga lockjaw kwa kitaalamu, lakini ni ugonjwa ambao unasababisha kinywa kuto kufunguka kutokana na ukakamavu wa misuli ambao unatokea kwenye mashavu. Okay, sawa. Lakini nitakuongezea pepo punda ni ugonjwa ambao usambai kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini hii inatokea sana sana ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria. Bakteria gani daktari? Hao bakteria wanaitwa Clostridium tetani, ambao hawa bakteria sana sana wanapatikana kwenye sehemu ambazo ni chafu, ikiwemo kwenye udongo, lakini kwenye vumbi, wanapatikana kwenye kinyesi cha wanyama, wanapatikana sehemu yenye kutu na vitu ambavyo vinakuwa ni vichafu. Okay. Sawa daktari, vipi sasa? Na je, inatokana na nini au chanzo chake ni kipi huu ugonjwa wa pepo punda? Chanzo hasa kama nilivyosema, unatokea chanzo kikubwa cha ugonjwa ni bakteria ambao hao nimekuambia ni bakteria wanaitwa Clostridium tetani. Ni bakteria ambao wanaishi kwenye udongo. Ndio chanzo kikubwa cha ugonjwa wa tetanus. Inatokea pale ambapo mtu akiwa maybe amejikata na kitu cha ncha kali, umeelewa, ambacho kilikuwa ni kichafu, kina kutu, au akapata kidonda cha kwa ajali nyingine, maybe alidondoka akachubuka, umeelewa, akachomwa na msumari, alijikwaa, ngozi kafanya nini, ikabanduka. Sasa ile sehemu ambayo ngozi imebanduka ndipo sehemu ambapo wale bakteria wanaweza wakapenya na kumsababishia mtu kupata pepo punda. Na hao bakteria kama tulivyosema wanapatikana kwenye sehemu ambazo ni chafu. Kwa hiyo mtu akiwa na kidonda na asizingatie usafi, wale bakteria wanaweza wakapita pale, au kama alichomwa na msumari wenye kutu na wale bakteria walikuwa pale, anaweza akapata ugonjwa. Lakini vile vile mtu kama alikuwa na kidonda let's say kwenye mguu chini ya unyayo, lakini mazingira ambayo kidonda chake anakiweka si safi na salama, anaweza kawapata wale bakteria na hivyo kupelekea mtu kupata ugonjwa wa pepo punda. Okay, sawa daktari. Vipi sasa tuangalie dalili zake zikoje, au dalili ni zipi hasa za pepo punda? Okay, dalili za ugonjwa wa pepo punda kuanzia hizi dalili huwa mara nyingi zinaanza kuonekana siku 3 mpaka 21 baada ya mtu kupata wale bakteria wa pepo punda ambao ni wanaitwa Clostridium tetani, ndipo dalili huwa zinaanza kuonekana. Kwa hiyo ni almost ndani ya wiki 1 mpaka wiki 3. Sana sana huwa tunaonaga dalili baada ya wiki 3 ndio sana sana zinaanza kuonekana. Ya moja hapo hizo dalili ni tunasema kwa kitaalamu tunasema ni jaw stiffness, yani ni hii misuli ya kwenye kinywa ambayo tulisema inapelekea kukakamaa, inashindwa kufunguka. Kwa hiyo mtu anapata shida kwenye kufumbua mdomo. Mdomo unakuta umekakamaa, hawezi kufungua kinywa. Dalili ya pili, anapata shida kwenye kumeza chakula. Lakini dalili ya tatu, tunasema huyo mgonjwa anaweza kupata maumivu makali sana kwenye misuli, lakini na misuli kukakamaa. Sana sana kwenye misuli ambayo inapatikana kwenye shingo, kwenye mabega, lakini pia na kwenye tumbo. Inaweza kupelekea misuli kuwa na maumivu makali sana na kukakamaa. Lakini
kingine anaweza kapata maumivu ya mgongo makali, lakini sana sana mtu kama huyo ambaye hajapata matibabu kwa muda anaweza kapata maumivu makali sana ya mgongo, lakini akapata homa na joto kali. Ndio. Lakini dalili nyingine anaweza akapata mapigo ya moyo akawa anaenda haraka. Na pia akawa na hali ambayo mwili ukawa unajisikia hali ambayo si nzuri, yani anakuwa mwili wake hauko sawa kiasi. Hizo ndio dalili kubwa ambazo mtu wa ugonjwa wa pepopunda wanazipata. Na hii inakuwa kwa katika umri gani labda ambao hupatwa na hizo dalili? Watu wenye umri gani au kundi lipi? Sasa hizi dalili mfano kwa mtoto mdogo sana sana dalili ambazo tunazipata, tunapata mtoto huwa anashindwa kunyonya lakini na kula chakula. Sawa? Lakini kingine huwa kwa mtoto mchanga aliyezaliwa, lakini kingine huwa analia sana na anakuwa amekakamaa, misuli yake inakuwa imekakamaa kwa hiyo mtoto mchanga. Ila hizi dalili ambazo nimezitaja hapo juu zinawapata watu walika lote. Wanapata hizo dalili ambazo kuu kabisa ni kushindwa kuwasama na kushindwa kukakamaa na misuli kuuma na misuli kukakamaa, ndio dalili kubwa sana pepopunda. Okay daktari, sasa tuangalie madhara. Madhara yake ni yapi kwa ugonjwa wa pepopunda? Madhara ya mtu ambaye mwenye pepopunda ambaye aliyepata ugonjwa wa pepopunda ambaye anaweza kayapata huwa madhara makubwa sana ni kushindwa kupumua. Anapata kushindwa kupumua vizuri, ambayo hii inaweza kapelekea kabisa huyu mgonjwa kabisa mfumo wake wa upumuaji kustop, na hivyo huwa inaweza kapelekea kifo. Lakini kingine huwa anapata maumivu makali sana ya misuli, makali mno ambayo elezeki, ambayo inaweza kapelekea wakati mwingine mpaka mfupa kukatika au maumivu ya kizidi ya sehemu husika. Umeona? Lakini shida nyingine ambayo anaweza kapata mtu huyu anaweza kapelekea kupata shida ya figo. Figo zake zikafeli kufanya kazi yake vizuri.